ni kuyatoa yale maji ambayo yadhuru ihtibasuhu, itadhuru kule kuzuilika kwake, wahtiqanuhu, na kuhifadhika kwake, bijumlatil badani, katika jumla ya mwili wote. Anaweza mtu akafikia pahala, mwanamke au mwanamme, akafikia pahala akaumwa ugonjwa huo mpaka watu wakaulizana. Wakati mwingine mtu huingia wazimu kabisa, au wakati mwingine mtu huonekana anafanya mambo ya kitoto, mtu mzima miaka 20, 22, 23, 30, lakini mambo yake hamkani haeleweki. Hili jambo kweli la kufanya wewe mtu mzima, wewe umetoka ndani, umevaa nguo, umetoka fua linakuning'inia hapa, mtu mzima wewe umeshindwa katoka huko anafua linamning'inia hapa, katoka ndani huyo kwenye kioo kaje kujitazama, sio katoka vipi, ana mapunji ya wali, sio mambo mtu anafanya hayafahamiki, mtu mzima. Wakati mwingine sababu inakuwa ni kule kuwa kuna ule uji umejirundika ndani ya mwili, ule uji unatokota ule ukijirundika. Wakati mwingine unaweza ukamwona mtu mgonjwa anaumwa kweli kweli, akienda hospitali, daktari akimtizama anamuuliza, una mke wewe? Mie sina mke. Basi haraka pale huwashauri watu wake, huyu kinachomsumbua ni huu uji uliomo ndani ya mwili, huu moto huu unatakiwa utoke. Huu vipi? Kamtafutieni mke haraka mumpe. Na naam, akipewa mke anaonekana ni mtu mmoja ambaye katulizana kabisa, hana tena yale magonjwa kila siku baridi, kwa sababu ikhraj neema katika makusudio aliyoyaweka Mwenyezi Mungu ya hili tendo la ndoa, wewe uoe. Kuna vitu Mwenyezi Mungu kaumba humo ndani ya mwili kwako wewe na kwa mwanamke, lazima ikifika wakati vitoke. Wewe uone wanawake wengi waris ndo wanopandisha mashetani kwenye vituo vya kusomea humu, nenda utakuta vitoto vidogo vingi vijarijari, havina shetani, havina lolote. Hayo yalikuwa ni maneno ya al-Imamu Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, na utashangaa mwana wa chuoni huyu anayazungumza mambo haya katika zama hizo. Hakuna wana biolojia wala hakuna wana kadha. Anayazungumza maneno haya, anasema ndoa bwana, makusudio yake imewekwa hivi